ndio fainali yetu. Sawa, mwali tayari kibindoni, hatuoni mtu wa kutuzuia. Hii fainali ya kwenda shirikisho ama klabu bingwa? Baba, sio huko, si hatuwezi kuongea masuala ambayo hatuhusu. Sawa, gemu ya leo ya Azam hii ndio ilikuwa bigi mechi yetu ya mwanzo na mwisho. Hizo zilizobaki zingine ni mtelezo tu, tunateleza. Sawa, wewe umeogopi Prison wala wengine wanakutana nao? Prison hakuna ambacho anaweza kaja kuonyesha kitu kipya. Sawa, huyu nilichomfanya leo kwa sababu mechi ya kwanza alijifanya ananiweza, lakini mimi nimemwambia kwamba kisasi ni haki. Kwa hiyo hii ni haki yake kaipata. Kwa mara ya kwanza alikuokota. Hivi blaza, kwani wewe uogopi? Timu haina aucho. Timu Azizi kanzia benchi. Sawa. Timu Pakome yuko nje. Sawa. Yupo Chama, yuko Duka Abuya, yuko Mdathiri Yahya. Kingi wa Chamazi. Njoo. Wanige kombe langu. Wanige kombe langu. Wanige kombe langu. Wanige kombe langu. Sasa wewe mpaka mechi ambazo zilikuwa ngumu zilikuwa mbili tu, Tabora na mfunga maji. Sasa wote wameboa. Kilichonifurahisha leo ni kulipa kisasi kwa muda mwafaka. Hata Mafini nimwambia utajuta kumkaba muuza visu. Akacheza nako chezaga. Yes, aliniambia siku nani anataka kulamba koni. Utamwabaresa kalamba yeye sasa. Na nikuimbia nyimbo nyingine. Kwa hiyo Azam kalamba koni. Akalamba mwenyewe. Kalamba mwenyewe nani kalamba mwenyewe. Unaambia mchimba kisima kajifukia mwenyewe, ndio hii hapa sasa. Wewe mtoto yake ni nepie. Hiyo michezo inocheza Muzalamba Yanga tushaimaliza. Hawezi kucheza na sisi. Mwambie akacheze kwa toto lake lile, toto la Mudi. Na mashabiki wengi wa Yanga wanasema kwamba leo ulikuwa mchezo wenu wa fainali kuelekea kuchukua ubingwa. Mtoto wa Mudi mko tayari kucheza naye? Yaani ninavyozungumzia mtoto wa Mudi na hawa Azam FC ni shamba la Bwana Ali Mbuza, Bwana Ali pipa na mfuniko. Kwa sababu mtoto wa Mudi muuza Mo Energy, huyu muuza Azam Cola. Wewe uone kama vinaendana hivyo. Anapocheza Azam, mtoto la Mudi lipo. Anapocheza mtoto wa Mudi, mfunga madishi yumo. Kwa hiyo hata ukiangalia kuna vijezi vya Sanda waliokufa bado palapanda. Walikuwepo wengi tu. Kufunga shoga yake. Kwa hiyo leo, mchezo wa leo, nimepiga paka mpaka alomfuga. Alomfuga nani? Toto la Mudi. Sasa Azam FC alikimbia tarehe 8. Kwani yeye ogopi? Yaogopi kaka. Kwa hiyo mechi hiyo ndo nitolee tena hiyo. Mechi wazungu wanakuambia I am calm down, imeisha hiyo. Na niwaambie wale TFF wanige kombe langu kabisa. Yaani ingewezekana hata sasa kabisa kombe letu. Sasa huko mbele sinaenda pangusa. Bwana, tumezungumza na watoto wa Mudi wanasema kwamba baada ya kuoa Azizi Ki sasa hivi kawabonge, shughuli imeisha. Kaka, sio shughuli imeisha. Wangeleta tarehe 8 akina Debora na ungemjua Azizi Ki ni nani? Mbona tarehe 8 alilala unyoya pale? Huyu ndio. Kwa hiyo Azizi Ki bado yuko bora. Kwa hiyo kama kweli mtoto wa Mudi anajiamini, leta Debora tuingize Azizi Ki afu one shughuli yake. Wao na Mpanzu nani? Mpanzu kuna mwalimu wake yupo huko nani anaitwa Likangalombo. Yule Mpanzu mwalimu wake mwambie Likangalombo. Na ndio maana Mpanzu alipomwangalia Likangalombo huko kwetu ndio kalala mbele. Na alofanya ule mchezo wa Elisha Mpanzu naye kachangia. Kwa kama mtoto wa Mudi ana kikosi bora, mwambieni hivi bodi ya ligi na TFF waambia tupange kwenye FA kwenye nusu finali. Lakini kwenye ligi kule hakuna tuchezi kaka. Na ndio maana mpaka sasa hivi mtoto wa Mudi akiona daima mbele nyuma mwiko mbio. Na ndio maana anapiga Pemba sasa. Angalia juzi jana alipomwaga mimaji pale. Wamelima ule uwanja sasa hivi uwanja umebaki kupanda mpunga tu mle kaka. Niwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, hata jana itakuwa mwauliza watoto wa Mudi, ni kosa la jinai kwenda kumtoa meneja wa uwanja. Wewe unamtoa meneja wa uwanja unasema tuache tuna kazi nao. Angalau walivyoulima jana pale. Yaani pale unakutinika mipunga tu. Juzi kuna vizee vifupi kama mbilikimu kama nani wale nini mbilimbi vimelala uwanjani pale. Kwa mpira ukinyemba ushapitwa na wakati. Mwambiani aje niloge mimi kana wewe. Ile tarehe 8 kila kijipapatano na nani zimesimama mbio. Kwa hiyo mwambiani mtoto wa Mudi akacheza nako chezaje. Mimi sio strike zake. Nje ya uwanja kati BM inaingia pale ukasema kwamba Yanga umeingiza Shakike Almasi kuchukua BM na ndio maana wamepokea kipigo.
maana Almasry kwanza walikuwa vizuri, sema kilichomkosti uwanja, maji alikuwa mpaka kwenye magoti. Angalia kwenye 45 za kwanza uwanja ulikuwa umejaa mitope, na maana Almasry alifungwa zile goli mbili. Kipindi cha pili baada ya maji kukauka, angalia mtoto wa muda alipopelekewa moto pale, ulimi huu mpaka unaburuza chini, ndio anakwenda kwenye maisha. Magoli yale maisha ni kombolela butua uokoe wenzio. Kwa hiyo yale magoli ya Lozi Mwando, yale magoli ya kina mama yale, haya tuweza mwambie mtoto wa Mudi, mwambieni hivi pale kwenye nusu sio issue, mwambie ndo akafike kwa wanaume alipofikaga. Mwanaume alifika fainali akatoa kwa kanuni, akasimama juu anavalishwa medali, mwambie aenda kavalishwa medali kule. Wako na Starabush katika hatua ya nusu fainali, huoni kwamba wanakwenda? Kwa heri tutaonana, kwa heri tutaonana. Mtoto Mudi kwa heri, yani pale kaingia kwenye kisima cha burudani. Alafu mbaya zaidi, anayekwenda kwanza na anayekwenda kumaliza, anakwenda kumaliza kwa kasi. Mtoto Mudi alianza kwa kaja kumalizia hapa na vigoli vyake vya kina mama vile. Mwambieni sasa, anaanza hapa anaenda kumalizia. Anarudiji kule kwa mbana, anagongo kule hapa 2 kule 5. Kule alikuwa washa moto. Kaka. Tena wale nani wale kafu wale, wajiangalia wale uwanja wa Mtoto Mudi na kulipua moto. Maana Mtoto Mudi kwa kuanga mchana na kuota mioto mchana. Ndio stahiki zake. Mwambie Mtoto Mudi, wanaume anakwenda kunyanyua ndoo kwa mara 31. Sisi ndio Yanga, hatuchezi na watoto. Asante sana.